Kama ilivyo kawaida, tunaendelea kukuletea recap kwa siku leo, lakini pia tutaenda kuangazia Big Boss episode hii kuwa ni pambe sana, episode ya 36, kwa sababu tunaona matukio makali kabisa ambayo yameweza kuchukua nafasi katika episode hii. Moja kwa moja tunaona Kanik kila mara amekuwa akienda kwa mkewe na kudai mke wake aweze kumsamehe, waweze kurudi nyumbani, kwa sababu anapoweka na naishi peke yake anakuwa kama mtumwa wakati ameoa. Hivyo Skitu amekuwa akishikiliwa na mama yake kuwa haiwezekani akaenda kule, kwa sababu maana mama yake na Skitu tayari na yeye Skitu ameshamshakia kuwa Kanik mali zake sio za kawaida. Hivyo tunaweza kuangalia katika episode hii kwa imetulia sana, lakini pia tunaweza kuangalia Kanik amekuwa ni mtu ambaye anaomba kila siku, analia kwa sababu ya kuweza kumrudisha mkewe nyumbani katika episode hii. Lakini pia siku leo itakuwa imetulia hivyo kwa sababu tunaona matukio ambayo yameweza kuchukua nafasi kwa ukubwa kabisa. Lakini usisahau subscribe na kutani on notification. Tunaona hata hapa mzimu wa mama yake uliweza kumtokea Kanik, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye ametoa uhai pasipo kutaka. Tunaweza kuangalia amekuwa ni mtu ambaye anasumbuliwa na kupelekeshwa, hata hao hawakuelewa kinachojili baada ya kutokewa na mzimu wa mamaye. Baada ya hapo Kaniki aliweza kukimbia, kwa sababu mpaka huko mzimu ulimfuata na kumdhalilisha pamoja na kwamba hawakuweza kuangalia. Hivyo tunaona hata Skitu alipotaka kwenda, lakini mama aliweza kumzuia. Episodi hii inatufunza vitu vingi, lakini pia kwa upande huu hayawi mwisho yamekuwa kama ilivyo kawaida kwa Tony na nduguze. Leo tunaona tena ndugu zake wameweza kuingia wawili, baada ya Akivaya kuweza kukataa kuendelea kuishi kwa Tony, lakini hawa wameweza kutoka tena kule walikokuwa kiishi Uswahilini na kwenda kwenye maisha mazuri kwa Tony. Wameweza kuona haiwezekani wakiendelea kuishi kule. Je, itakuwa kwaje? Kwa sababu tunaona hata hapo Tony aliweza kusema kwamba mfumo ni ule ule, maana yake ni wa kufa tu. Tunaweza kuona kwa upande huu imetulia hivyo. Tukienda katika kitu ambacho kimeweza kutuzua mjadala mkubwa sana katika episode hii, lakini pia kwa upande huu ni pamoja na Shem Darling. Clam ameweza kuwa anajinyandulia tu Shem wake, lakini pia tunaona hata hapa Dhumba hakuwa na cha kuweza kusema, kwa sababu tunaona kabisa kwamba hata hapa Shem lake alikuwa ni mtu ambaye ameshadata na penzi la Clam na aliweza kusema ni ngumu kumwacha, lakini pia aliweza kuambiwa tu yeye ni sehemu ya kiburudisho, na hapa Clam anapenda mchezo tu, kwa sababu ndo masharti yalivyokuwepo yameweza kumpatia. Tunaweza kuangalia katika episode hii, lakini pia tunaangalia Clam kwa amebeba mjadala mkubwa sana na uzito, kwa sababu endapo Shem ameweza kujulikana kwamba anatoka na Shem, tunaweza kuangalia episode hii kuwa ni moto sana. Lakini pia tukio ambalo limeenda kutujulia mjadala mkubwa sana ni tukio ambalo baada ya kufuma, tunaweza kuangalia katika episode hii kwa imetulia sana. Lakini pia tunaona Shem Darling kulizika na kupenda sana. Tunaweza kuona hata hapa alikuwa ni mtu ambaye sasa ameshanogewa na mapenzi ya Clam. Vivyo tunaweza kuangalia Clever amekuwa akitoa pesa, amekuwa akimpa mapenzi, lakini pia amekuwa akiangalia kwa upande. Lakini pia tunajifunza vitu vingi sana, kwa sababu pengine hata mama mchungaji, kwa sababu tunaona katika episode hii kuwa aliweza kumwaga mkewe, mewe anaenda kwa Clam. Tunaweza kuangalia katika episodi hii, lakini pia hata hapa alitoka kumburudisha na usiku anatoka kwa mewe na kwenda kwa Clam. Tunaweza kuona katika episodi hii tuko katika mjadala wa mama mchungaji. Je, mama mchungaji atabeba jukumu gani? Kwa sababu tunaona kabisa kwamba na yeye pengine anaenda kupitiwa na Clam Vevo. Tunaweza kuona katika tukio hili, lakini pia tunaenda kuangalia kwa kubwa kabisa. Lakini pia mama Clam aliweza kuona na yeye baada ya Zumba kumuona akitoka tena kule chumbani. Lakini pia leo tunaangalia hata hapa aliweza kumuona mama Clam kuwa shemeji ameweza kutoka tena kwenye chumba cha mwanae. Tunaweza kuangalia katika episode hii, lakini pia ni vitu vingi sana ambavyo tunaweza kujiangalia, lakini pia tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa. Lakini pia hata hapa Clam aliweza kuulizwa na mama yake kwamba je, unatoka na shemeji yako? Lakini pia Clam alikuwa mbishi na akaweza
alikataa kabisa kwamba mimi mama sijawahi kutoka na haiwezi kutokea. Hivyo aliweza kumwambia mama yake ni ndoto za mchana, kama inawezekanaje amuombe msamaha. Lakini pia tunasema kwamba siku za mwizi na 40, siku za mwizi haziwezi kuhesabika, kwa sababu tunaweza kuangalia ndani ya nyumba moja mnafanya hicho kitu, sio hapa. Lakini pia tunaangalia hata hapa Clam alikuwa mbishi tu na kuendelea kusema kwamba hakuna, mimi haiwezi katokea hivyo. Lakini pia ukweli umeshajifichua. Tunaweza kuangalia katika episode hii, lakini pia tunaenda kwa ukubwa kabisa, na pia tunaenda kuangalia sasa nini ambacho kitajiri katika episode ya 37, wakati tunaona kabisa kwamba matukio yameweza kuchukua nafasi kubwa sana kwa Clam. Lakini pia tunaweza kuangalia hata mama ataliaktije vipi endapo ataambiwa kwamba ameweza kuwafuma, lakini pia itakuwaje, pengine akapozwa na pesa, hatujajua zaidi, kwa sababu tunaweza kuangalia ni mtu wa pesa. Lakini pia hata hapa ni mwendelezo tu wa scene ambazo zimekuwa moto sana. Lakini pia mama Clam aliweza kumwambia mwanae, lakini mwanae alikuwa amekataa kabisa kwamba mama, mimi sijaweza kufanya hicho kitu. Kwa upande huo tunaona mama aliweza tu kuondoka na bila kusema chochote, na tunaweza kuangalia kwa upande huo kwa sababu episode hii imetulia sana. Lakini pia tunaangalia hata hapa mama alikuwa akiendelea kumwambia mwanae Zumba kwamba hiki kitu ambacho umekifanya ni kweli kabisa, mimi haiwezekani mtini yote ndoto ya mchana. Lakini kama najiuliza itakuwa ni ndoto ya aina gani hiyo ndoto ya mchana? Maana yake mimi ni yote kabisa kitu kama hicho, kati nimeona kabisa kwamba ni mtu ambaye ametoka katika chumba cha shemeji yake. Tunaweza kuangalia kwa upande huo. Lakini pia hata Zumba aliweza kumficha mamaye kwa sababu hata yeye alimuona akitoka. Hivyo tunaweza kuangalia hapa aliweza tu kumwambia mama, inabidi tuachane na hayo, lakini pia inabidi tufunge mdomo. Lakini pia wasilolijua ni sawa na usiku ya giza, tunaweza kuangalia. Lakini pia episode yetu itaenda kufungwa na tukio kubwa na kali sana ambalo linatuliza maswali mengi sana kwenye vichwa vyetu. Lakini pia tutabaki na mjadala mkubwa. Pia tutaenda kuangazia episode itakayokuja kwa moto sana, kwa sababu tunaona hata hapa baada ya kuamka huyu jamaa kumkuta mkewe hayupo, aliweza kuchukua maamuzi ya kwenda kumtafuta na alikuwa akimuita. Hivyo tunaenda kuangalia episode hii kwa imetulia sana, na tukio ambalo litaenda kutufungia episode itakuwa ni moto sana, kwa sababu episode hii tunaweza kuona Clam Vevo amefumwa na shemeji yake kwa wanafanya mapenzi. Katika episode hii tunaenda kuangaza kukubwa kabisa. Lakini pia nini kitakachojiri katika episode zijazo, kwa sababu tunaangalia Big Boss inazidi kushika moto aina yake. Usisahau kusubscribe na kutani on notification ili uwe wa kwanza kupata vigongo vikali kabisa. Lakini pia uwe wa kwanza kupata recap inapotoka tu, wewe unainasa kwa makini na kuelewa zaidi na kuelewesha zaidi kwa pande huu. Tunaweza kuona tukio hilo kubwa kabisa limeweza kufanya episode hii kuwa moto. Lakini pia tunaona Clam baada ya kukutwa wakifanya penzi, alikuwa katika maandalizi ya kuanza kufanya mapenzi tena sebleni. Asante sana kwa kuendelea kwa nami, lakini pia usisahau subscribe na kutani on notification. Asante, tukutane next episode.